Usiruhusu viumbe hawa wakae ndani ya nyumba yako, kwani ni hatari katika maisha yako. Viumbe wa kwanza, popo. Japo kuna mataifa huwafanya popo kama kitoweo, lakini mimi ninakwambia, popo ndani ya nyumba yako, hii ni ishara ya tahadhari katika maisha yako. Tena ni ishara mbaya kwenye maisha yako, kwa sababu popo wanapokaa ndani ya nyumba yako hutengeneza ishara ama hukupa onyo kwamba siku za usoni historia ya familia yako ama historia ya ukoo wako itapigwa na kufutika kabisa. Mtapoteza ile asili yenu, mtapoteza mahali penu pa kuishi, na mtatawanyika, kila mmoja atakwenda kivyake. Ikiwa utaruhusu popo waendelee kukaa ndani ya nyumba yako, basi umekubali na umeruhusu mambo haya ya kutokea. Ninakwambia mimi, hakika familia yako itatawanyika. Hakika familia yako ama ukoo wako utavurugika. Mtapoteza asili yenu, mtapoteza ukoo wenu, na mtapoteana kabisa kabisa. Viumbe namba 2 ni panya. Unaweza ukaona ni jambo la kawaida panya kuwepo ndani ya nyumba yako, na kwa sababu wengine huwatumia panya kama kitoweo, lakini mimi ninakwambia panya ni hatari kabisa katika maisha yako, kwa sababu panya anapoingia ndani ya nyumba yako, adui amepata mpenyo na kuingia ndani mwako. Panya anapokaa kwako, ataanza kula magodoro, ataanza kula nguo, ataanza kula pesa, mwishowe atakula nyaraka zako ambazo ni muhimu sana kwenye maisha yako. Unaweza ukaona ni jambo la kawaida, lakini hii ni roho ya adui iliyoingia ndani ya maisha yako ili kukufirisi, kukurudisha nyuma, kukuangusha na kukupoteza kabisa katika ulimwengu wa watu waliofanikiwa. Kiroho hili ni jambo la hatari sana. Usiruhusu wadudu hawa kukaa ndani ya nyumba yako, kwani ukiwaachia waendelee kuishi ndani kwako, ukiona wamekushinda, umekubali kushindwa na adui, na anguko lako litakuwa ni kubwa sana kwenye maisha yako. Viumbe namba 3, hawa ni kunguni. Kunguni kama walivyo na damu ya kutopendwa na kila mtu,